Karibu upate elimu ya Biblia ili ukue kiroho. Tafadhali usisahau kusubscribe ili upate notification au taarifa mara tunapo upload au pandisha mafundisho. Leo tutatafakari somo kuhusu uongo. Tutaongozwa na neno la Mungu kutoka Injili kama ilivyoandikwa na Luka Mtakatifu sura ya 23 mstari wa kwanza hadi ule wa 5, na maneno ya Mungu mtakatifu yanasema: wakasimama mkutano wote wakampeleka kwa Pilato. Wakaanza kumshtaki wakisema, tumemwona huyu akipotosha taifa letu na kuwazuia watu wasimpe Kaisari kodi, akisema kwamba yeye mwenyewe ni Kristo mfalme. Pilato akamuuliza akisema, wewe ndiwe mfalme wa Wayahudi? Akajibu akawaambia, wewe wasema. Pilato akawaambia wakuu wa makuhani na makutano, sioni neno lililo ovu katika mtu huyu. Nao walikaza sana wakisema, huwataharikisha watu wakifundisha katika Uyahudi yote tokea Galilaya mpaka huko. Amen. Mpendwa msikilizaji, uongo umetawala katika maisha ya watu wengi. Waongo wako mahali pa kazi, wapo kanisani, wapo katika familia na jamii kwa ujumla. Ziko baadhi ya familia, baba, mama na watoto wote ni waongo. Malezi ya uongo katika familia yametengeneza kizazi cha watu waongo. Tunaishi katika ulimwengu ambao uongo umekuwa na mvuto na mashabiki wengi zaidi kuliko ukweli. Siku moja nilisikia katika chombo kimoja cha habari, radio, mzungumzaji akisema, na nanukuu maneno yake, akasema, kama ofisini kwako hakuna mtu mwongo, hiyo si ofisi. Nilistuka kidogo. Uongo huzungumzwa kirahisi, husikilizwa kwa makini na husambazwa kwa haraka sana. Watu wengi huamini mambo ya uongo kuliko wanavyoweza kuamini mausia na mafundisho yenye kujenga. Mitandao ya kijamii na baadhi ya vyombo vya habari wakati mwingine vimetumika kusambaza habari za uongo na kuchafua watu. Katika nyakati hizi ambazo tunapambana na mmomonyoko wa maadili katika jamii, tunapambana na adui maradhi, ujinga, umaskini, dhuluma, mabadiliko ya tabia nchi, ukatili wa kijinsia na maadui wengine, hatuna budi kupambana na adui uongo. Somo tulilolisoma ni simulizi kuhusu mashtaka ya Yesu mbele ya Pilato. Pilato alikuwa gavana wa Kirumi katika jimbo la Yuda ambalo lilikuwa Yerusalemu wakati ule wa Yesu. Pilato alikuwa ni kiongozi mwenye sifa ya kuwa na msimamo thabiti na kusimamia haki. Hizi ni miongoni mwa sifa muhimu ambazo kila kiongozi anapaswa kuwa nazo. Ni baraka sana pale taasisi na jamii kwa ujumla inapokuwa na viongozi wenye msimamo, viongozi wenye kutenda haki, kwa sababu viongozi wa bendera fuata upepo mara nyingi ni kikwazo cha maendeleo na utoaji wa haki. Sasa kwa nini Yesu alipelekwa kwa Pilato? Yesu alipelekwa kwa Pilato kwa sababu kufuatana na sheria za Kirumi wakati huo, Pilato ndiye aliyekuwa na mamlaka ya kutoa idhini ya hukumu ya kifo katika eneo lake husika la kimamlaka, area of jurisdiction. Wakuu wa makuhani na waandishi walimshtaki Yesu kwa kosa la uhaini dhidi ya serikali ya Kirumi. Wakuu wa makuhani na waandishi walikuwa ni viongozi wa kidini wa Kiyahudi, lakini waliokuwa na majukumu ya kisiasa katika dola ya Kirumi kwa madhumuni ya kulinda maslahi ya serikali. Hata leo wako baadhi ya viongozi wa dini wenye majukumu ya jinsi hii. Viongozi hawa walimshtaki Yesu kwamba alipotosha watu na kuwazuia wasilipe kodi. Kwa maneno mengine naweza kusema Yesu anashtakiwa kwa kosa la uchochezi.
lakini pia wakasema anajiita Kristo mfalme kama tunavyosoma sura ya 23 mstari wa 2. Lengo la kumshtaki Yesu lilikuwa ni nini? Lilikuwa ni kutaka kupata idhini ya kumsulubisha na kumuua. Walidhani kwa kufanya hivyo ndio wangemmaliza. Somo hili hutumika zaidi katika majira ya Kwaresma, hasa siku ya Ijumaa Kuu. Mashtaka yote dhidi ya Yesu yalikuwa ya uongo. Kwa lugha nyingine tunaweza kusema kwamba Yesu alibambikiziwa kesi. Kwa lugha ya leo, wamembambikizia Yesu kesi. Mashtaka na tuhuma dhidi yake zilitengenezwa na viongozi wa Kiyahudi, yaani wakuu wa makuhani, waandishi na viongozi wengine, kutokana na chuki yao dhidi ya Yesu. Uchunguzi wa ndani wa maandiko unaonyesha kwamba sababu kuu ya kufanya hivi ilikuwa ni hofu ya madaraka na ustawi wa serikali. Viongozi hawa walimtazama Yesu na kumchukulia Yesu kuwa mpinzani na tishio. Walimuona Yesu ni threat kwao. Kwa hiyo walimchukia sana sana na kutafuta kila namna ya kumdhoofisha na kumwangamiza. Njia mojawapo walioitumia ni kumfungulia mashtaka. Biblia inasema wakamshitaki kwa nguvu sana. Sura ya 23 mstari wa 10. Hata leo wako watu wanaopigwa vita mahali pa kazi na katika jamii kwa ujumla. Wanapigwa vita si kwa sababu kuna ubaya waliotenda, bali ni kutokana na ubora wao na maono walioyabeba. Wahenga wanasema mti wenye matunda ndio unaopigwa mawe. Hata hivyo, katika somo hili Biblia inasema Yesu alipofikishwa mbele ya Pilato, Pilato hakuona uasi wowote wa Yesu dhidi ya serikali ya Kirumi. Pilato akawaambia, mtu huyu mmemleta kwangu kana kwamba anapotosha watu. Nami tazama, nimeamua mambo yake mbele yenu, ila sikuona kwake kosa lolote katika mambo hayo mliyomshitaki. Sura ya 23 mstari wa 14. Pamoja na kwamba baadaye Pilato alilazimika kumtoa Yesu kwa utawala wa Kiyahudi kutokana na shinikizo la kisiasa, hata hivyo Pilato anatufundisha jambo kubwa sana hapa. Pilato anatufundisha kwamba si kila jambo ambalo mtu anasikia na kuambiwa linaweza kuwa ni kweli. Mambo mengine ni fitina tu za watu. Wako baadhi ya watu katika jamii wamehukumiwa kwa taarifa za uongo, taarifa za majungu. Wako watu katika jamii ya leo ambao wamesingiziwa mambo ya uongo, wamebambikiziwa kesi, mambo ya kutunga, wamefunguliwa mashtaka ya uongo mahakamani na kufungwa jela, na wakati mwingine mashahidi wa uongo kutengenezwa. Watu wanaojua ukweli kuhusu jambo fulani, lakini kwa sababu ya fitina na shinikizo wanapindisha ukweli ili kujinufaisha. Hali kadhalika wako baadhi ya viongozi na wafanyakazi katika maeneo ya kazi walioachishwa kazi, waliosimamishwa kazi kutokana na taarifa za uongo. Pia wako watu waliosingiziwa kuzaa watoto ambao si wao. Wengine wamevunja uchumba, vunja ndoa zao, vunja uhusiano wao kwa sababu ya kusikiliza taarifa za uongo. Kwa ujumla, watu wengi wameumizwa na kutoa machozi kutokana na taarifa za uongo. Uongo umekuwa mtindo wa maisha ya watu wengi. Baadhi ya watu ni waongo katika familia zao, waongo mahali pa kazi, kanisani na katika maisha yao binafsi. Wako watu uongo ndio unawaweka mjini na maeneo yao ya kazi, sio utendaji wao bora wa kazi, sio uwezo wao wa kazi. Majungu tu
ndiyo yanayowaweka maeneo hayo. Wako baadhi ya watu ambao wametumia uongo kupata mume, kupata mke. Wengine wametumia uongo kupata ajira, kugushi vyeti. Wengine wametumia uongo kupata madaraka, kujipendekeza. Wengine wametumia fedha na vitu vingine. Uongo. Matokeo yake ni nini? Ni matatizo na majanga baadaye. Uongo hauko katika bara la Afrika tu, bali uko duniani kote. Na hapa nitataja mifano miwili kuwakilisha maeneo mengine. Aliyekuwa rais wa shirikisho la soka duniani FIFA, Bwana Sepp Blatter, na aliyekuwa rais wa shirikisho la UEFA na meneja wa timu ya taifa ya Ufaransa Bwana Michel Platini, mwaka 2015 viongozi hao walishtakiwa na mahasimu wao kwa ufisadi. Hali hiyo ilisababisha wawili hao kupoteza nafasi zao za kazi na kufunguliwa mashtaka. Baada ya kukata rufaa, hata hivyo, mwezi Machi mwaka wa 2025, mahakama ya rufaa ya Uswizi ilifuta mashtaka yaliyokuwa yanawakabili kwa takribani miaka 10. Kwa nini walifuta mashtaka dhidi yao? Kwa sababu ya kukosekana kwa ushahidi wenye kuthibitisha makosa yao. Pia mwezi Februari mwaka wa 2024, Dan Alves, mchezaji wa zamani wa timu ya taifa ya Brazil na Barcelona, alifunguliwa shitaka la ubakaji au unyanyasaji wa kingono na alihukumiwa kifungo cha miaka 4.5 na kutakiwa kulipa euro 150,000 ambazo kwa fedha za Kitanzania ni zaidi ya milioni 400 kama fidia kwa mwathirika. Mashtaka haya yalifanya kijana huyu apoteze fursa nyingi baada ya mahakama kujiridhisha pasipo shaka kuwa shitaka dhidi yake halina ukweli, lilikuwa ni tukio la kutunga. Mifano hii inatusaidia kufahamu kwamba uongo haudumu. Uongo unaweza kumnufaisha mtu kwa muda mfupi. Biblia inasema ulimi wa uongo ni wa kitambo tu, kama tunavyosoma katika kitabu cha Mithali sura ya 12 mstari wa 19. Madhara ya uongo ni makubwa. Uongo una madhara makubwa kwa mtu binafsi na jamii. Madhara ya uongo ni uongo humuumiza na kumwathiri mtu kisaikolojia na kiafya kutokana na msongo wa mawazo wa muda mrefu unaosababisha magonjwa yasiyo ya kuambukiza kama shinikizo la damu, kisukari, kiharusi na changamoto ya afya. Wengine wanasema dishi linaiva, sababu mtu anakuwa katika wimbi la mawazo. Lakini pia uongo unahatarisha maisha. Wako watu waliojeruhiwa, wako watu waliouana. Nafahamu baadhi ya watu waliouawa kikatili na waliokufa kwa sonona, depression, kutokana na taarifa za uongo. Uongo unaweza kumfanya mtu akapoteza heshima na hali yake ya kuaminika, kwa maana ya kwamba uongo unaharibu taswira ya mtu mbele ya jamii. Uongo unavuruga na kuharibu uhusiano. Ziko familia zimesambaratika, jamii, kuna maeneo kuna migongano, migogoro hapa na pale kwa taarifa za uongo. Uongo unavuruga sana uhusiano miongoni mwa watu. Uongo unachochea chuki. Uongo unachochea uhasama na kuhatarisha amani na utulivu, mshikamano na umoja miongoni mwa watu. Umoja unahatarisha amani na utulivu. Unawafanya watu kutokuaminiana. Uongo unamfanya mtu kuwa mraibu wa uongo. Unajua, mtu mwongo imefika mahali kuna baadhi ya watu wanaona hawezi kuishi bila kusema uongo. Kuna baadhi ya watu kinachowaweka mjini na maeneo ya kazi ni uongo, kama nilivyosema awali, na majungu tu, sio uwezo wa kufanya kazi. Uongo. Mwanafalsafa aliyeitwa Socrates aliwahi kusema maneno haya, na nukuu, akasema, maneno ya uongo
sio tu mabaya ndani yake, bali huiambukiza roho uovu. Madhara mengine ya uongo ni kwamba kumfanya mtu mwongo akose amani ya kweli moyoni. Unajua, ukiwa unajua kabisa hapa nimemkosea mtu, nimemtendea ubaya mtu, huwezi kuwa na amani ya kweli. Nakuta mtu anaishi maisha ya hofu, maisha ya kutojiamini, kwa sababu nafsi inamsuta kuwa alichofanya si sahihi. Mpendwa msikilizaji, uongo ni dhambi. Amri ya 8 ya Mungu inasema usimshuhudie mwenzako uongo. Muumini ambaye ni mcha Mungu wa kweli kutambua kwamba kulinda sifa na heshima ya mtu mwingine ili isiharibike ni jukumu lake la msingi la kiimani na kimaadili. Swali langu kwako ni hili: je, ni mara ngapi umesema na kuwahukumu watu wengine kwa taarifa za uongo? Kila mmoja ajitathmini. Ni mara ngapi umesema? Ni mara ngapi umewahukumu watu wengine kwa taarifa za uongo? Kila mtu anaweza kuwa na jibu lake. Ukijitambua kuwa wewe ni mwongo na uliwahi kushabikia jambo au mambo ya uongo, Roho Mtakatifu akuongoze kuchukua hatua ya kutubu kwa Mwenyezi Mungu. Chukua hatua ya kumwomba msamaha yule uliyemnenea uongo ili kuepuka ghadhabu ya Mungu. Na wafahamu baadhi ya watu waliowatendea wenzao ubaya kama huu, matokeo yake Mungu akawachapa kwa kuzuia baraka na mafanikio katika maisha yao, akazuia baraka na mafanikio kwenye uzao wao. Wako watoto, wako vijana wanaokutana na mambo magumu kwenye maisha yao kwa makosa yaliyofanywa na wazazi wao. Mungu amewachapa baadhi ya watu, akapiga uchumi wao, akavuruga afya yao kama alivyovuruga afya ya Mfalme Asa katika somo lililopita. Mungu pia ameruhusu majanga na kufanya mwisho wa baadhi ya watu uwe wenye mateso katika maisha yao. Ni muhimu sana kutengeneza na Mungu na wale uliowakosea katika maisha yako. Fanya hivyo kabla hazijaja siku mbaya utakaposhindwa kufanya hivyo. Mpendwa msikilizaji, usiwatendee wengine yale ambayo wewe hupendi kutendewa. Usihukumu na kuharibu maisha ya mtu mwingine kwa taarifa za uongo, kwani Mungu hatakuacha salama. Ubaya huo unaomfanyia mtu ni kama mkopo ambao utarudi kwako pamoja na riba. Apandaye mbegu ya uongo atavuna zao la uongo wake kwa wakati wake. Unajua malipo ni hapa hapa duniani. Kama si wewe, basi uzao wako unaweza kuathirika na makosa yako. Usiseme na kushabikia jambo usilo na uhakika nalo, ambalo pia huna ujasiri wa kulisema mbele ya mhusika. Wanenee watu yale unayopenda wakunenee wewe. Unaposikia mambo ya uongo na umbea, usiyafurahie wala kuyachangamkia. Jiepushe na dhambi hiyo. Jenga ukuta mkubwa masikioni mwako dhidi ya uongo, uzushi na majungu. Jifunze kuchuja mambo au taarifa unazoambiwa au kusikia, ili usigombane na watu, ili usiumize watu, ili usiwakosee watu, na ili usijikosee wewe mwenyewe na nafsi yako. Tafakari hii inanikumbusha maneno ya Rais mstaafu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Jakaya Mrisho Kikwete. Nakumbuka Mheshimiwa Jakaya Mrisho Kikwete wakati wa uongozi wake, katika moja ya hotuba zake aliwahi kusema maneno kwamba na nanukuu kama alivyosema, mambo ya kuambiwa changanya na ya kwako. Haya ni maneno ya busara sana. Mpendwa, kwa wale waliozaliwa kabla na wakati wa uhuru wa Tanganyika, bila shaka wanakumbuka moja ya kanuni za 5 iliyosema, nitasema ukweli daima, uongo pangu ni mwiko.
Kanuni hii msingi wake ni neno la Mungu. Miongozo ya kutusaidia kama hii imepuuzwa sana katika jamii ya leo kwa sababu ya baadhi ya watu kupuuza historia na kutafsiri kila jambo la nyuma kuwa limepitwa na wakati. Matokeo yake ni vurugu na uwapo wa jamii iliyochanganyikiwa. Ni muhimu kwamba tunapokwenda mbele tusisahau kujifunza na kuangalia nyuma tulikotoka. Yako mambo mengi mazuri yanayopaswa kuzingatiwa. Kumbuka, hakuna leo bila jana na hakuna kesho bila leo. Neno la Mungu katika Waefeso sura ya 4 mstari wa 25 linatuasa na kusema, basi uvueni uongo, mkaseme kweli kila mtu na jirani yake. Amen. Tafadhali usisahau kusubscribe ili upate notification au taarifa mara tunapo upload au pandisha mafundisho.